Kuna video moja nataka niweke ili watu wa Nyanza, Luo Nyanza, aswa jamii ya Wajaluo, wanasiasa na pamoja na wale wapiga kura. Namba 2, nataka niweke hii video kwa wale wapiga kura ya Western Region, aswa kwa Mudavadi, Wetangula, Atuoli, ambao wanaamini ya kwamba wako ndani ya serikali ya William Ruto, ya kwamba wanaamini ya kwamba Ruto akienda miaka 10 watapewa nafasi kuongoza taifa la Kenya, ambalo ningekuwa kila mara nikizungumza kwamba tunatumika kama Waluya, tunatumika kama Wajaluo kwa ajili ya kusaidia wengine kutengeneza serikali, kisha serikali ile mwingine akimaliza 10 mwingine anaenda over kwa jamii yake. Kikuyu akimaliza Mkalenjin anachukua, na hiyo ndio history jinsi wanatufanya kama Wajaluo na kama Waluya, na mpango ni ile ile ambayo imepangwa baada ya Ruto kumaliza 10 ni Mkikuyu tena. Tazama. Ninyi mnaona tukiendelea pale 2027 tupe William Ruto tamu ya pili, akimaliza nani ataendelea kutoka hapo? Ati nani ataendelea? Nani ataendelea? Mumesema 2027 William Ruto amalize yake 10. Ni kazi bila breaks. Ni 10 bila breaks. Tukimaliza hiyo twende kwa Kithure. Kithure. Huyo ni Kimani Ichung'wah. Hii jambo ambao unasikia Kimani Ichung'wah akisungumuza, asungumuzi ya kufurahisha wale humati. Hii ni jambo ambayo mpango maalum, na ninasema leo na bado nitarudia. Tusipoketi chini kama jamii tujue siasa is about interest, na interest ni wananchi, community wako, bado tutatumika. Kama sio Raila tungekuwa tunazungumza ya kwamba aliyekuwa rais wa 5 William Samoei Arap Ruto ambaye alifurushwa na wananchi. Na kwa sababu viongozi ambao tuko nalo kutoka Western na kutoka Luo Nyanza wana serve interest zao ya tumbo zao, lakini hawa serve interest ya community yao, ndio maana ikiumana wanaitwa, wanadungwa pesa, kisha wanakuja kunyamaza. Interest ya community inakanyagwa, interest zao wanaweka juu ya meza. Ndio maana hakuna siku, ni bugumu sana Mjaluo kukuwa rais wa Jamhuri wa Kenya, kwa sababu tabia zao ya kwamba wakiingia serikali wanasahau ya kwamba tunafaa kujipanga kama community ili tunganganie hii kiti kubwa ambacho tunapigania tangu jadi. Namba 2, Mudavadi na Wetangula wakiwa ndani ya serikali wanasahau kuopesi ya kwamba wanafaa kusaidia jamii yao wakuwe na uwezo wa kifedha, kisha wanganganie kiti cha urais, kwa sababu hakika kiti cha urais inahitaji fedha, inahitaji connection, inahitaji watu, na inahitaji numbers. Leo hii wakati Mheshimiwa Rais yuko milimani, ambalo mali ilikuwa imesungumuza ya kwamba Ruto haitakikani, leo hii Kimani Ichung'wah anasungumuza yale ambayo mpango wanapanga ya kwamba Ruto ataenda miaka 10, kisha ni nani atakaye handover ama nani atakaye tua uongozi baada ya Mheshimiwa Ruto? Ni wao Milima Kenya. Na hii ndio jambo ambalo tunasungumuza. Leo hii unasikia Mluya anasema ya kwamba Ruto anaondoka, tunapea nani? Mkikuyu. Huyu ni Mluya. The same Mjaluo anasema kwamba tukiondoka Ruto, Wakikuyu wanatutumia ili wachukue kwenye uongozi tena. Swali ambalo ninauliza hao kila siku, je, Ruto akienda miaka 10, umejuaje Ruto ata hand over hii kiti kwenu kama Mjaluo ama kama Mluya? Number 1, hamuna numbers. Hiyo ni Mjaluo. Number 2, hamuna rasilimali kama Mjaluo. Siasa inaenda na numbers, siasa inaenda na rasilimali, hazipo zote mbili. System jamii ya Luo kupiga kura ni system yenye iwezi chagua rais, ambayo ya Kenya haiwezi, unless rais inachaguliwa na goons na chaos na violence. Jaluo watabatika kwa hayo, kwa sababu goons na violence na chaos ni namba 1 kwa Kenya. Resources, numbers na kupiga hawana. Hizo vitu matatu haipo
huwezi pata Mjaluo mmoja wao ndani. Namba 2 kwa Muluya. Muluya wako na numbers. Na numbers zao wanazigawa vipande kwa sababu hawajielewi kama jamii ya kwamba umoja ni nguvu na kutengana ni udhaifu. So Waluya huwa wanajitenga baada ya uchaguzi na kabla ya uchaguzi, ya kwamba hakuna mtu ambaye anatakia mwenzake, ila kila mtu anajitakia yeye mwenyewe. Ni jambo ambalo itafanya sana Muluya kuchaguliwa rais. Ni ngumu kwa Mudavadi, ni ngumu kwa Wetangula, ni ngumu kwa Tuli, ni ngumu kwa Paranya. 4 men from Western region, ni ngumu sana kuleta ushindi ya jamii ya Muluya katika ndani ya Luhya, kwa sababu hulka zao ya kisiasa, tabia zao ya kisiasa, ya kwamba wao ni tools ya Kikuyu, wao ni tools ya Kalenjin. Na hizo ndio historia ambayo inafanywa baada ya uchaguzi na kabla ya uchaguzi. Kana kwamba Gen Z waliamua kwamba wanataka kugeuza taifa la Kenya kuwe taifa bora. Lakini wakina nani waliotumika kutuliza joto ya kisiasa ambalo leo hii inarudishwa tena mlima Kenya? Jamii ya Luhya, jamii ya Luos. Ndio maana nasema kwamba sisi ni tools ya Kalenjin, sisi ni tools ya Kikuyu. Until that day tutajua ya kwamba we need change kuhusu mambo ya kupiga kura. Nasungumuza haya kwa sababu mpango kabambe maalum haipo ya kuanda over ikiti kule Luo-Nyanza. Leo hii kuna watu wamejitokeza ambao wamekubalika kwenye another community. Unasikia Wajaluo ndio wanapinga ya kwamba Mkisii hawana namba na tuwezi kusimama na Wakisii. Wanasahau ya kwamba hii kiti iko Nyanza, ambaye kiletwa na Matiang'i ama Maraga bado yuko nyumbani kuliko kule Rift Valley ama Central Region, kwa sababu hatujajua. Tunaona kwamba sisi ni Wajaluo, wale ni Wakisii, kwa sababu wao wanataka. It is high time Luos wakae chini wafikirie mara mbili ya kwamba kama hii kiti ilisumbua Oginga ikamshinda kumtua uongozi wa taifa la Kenya, hakafa kabla hajatua uongozi wa taifa la Kenya hii. Mwanawe Mheshimiwa Raila Odinga pia akaja akashindwa kutua uongozi wa taifa la Kenya zaidi ya mara 5. So ni vigumu sana Mjaluo kama watarudi kwenye table na kutathmini siasa zao, na kutathmini utendaji kazi, na kutathmini hulka zao ya kisiasa na tabia zao. Kama jamii Wajaluo watakuwa mbali sana na uongozi another 400 years coming, kwa sababu hawajajielewa kwa nini tunapiga kura na kwa nini tunahunga serikali. Serikali kuungwa haiungi kwa sababu wanasiasa wanaenda kukula, inaungwa ili mali ikuje kwa mikono ya jamii. Ndio maana Wakisii na Wakikuyu na Waria wamedominate politics ya Kenya, kwa sababu numbers inamata, na numbers inamata na mfuko, numbers inamata na biashara, numbers inamata na kupiga kura. Ni chache lakini mnaamua kupiga mahali pamoja. Langu jina ni Mjukuu. Hii ni 044 TV Kenya. Hapa nikufahamishe mengi. Nataka nikujulisha kwamba without community hakuna mahali tunawalenda. Lazima turudi kwenye meza kama jamii Wajaluo. Sisi, narudia, sisi kama jamii ya Luos ni tools ya mtu fulani kutajirika. Sisi ni tools ya kutuliza joto ya kisiasa, kisha inapangwa usiku, inapangwa halafu wanatupanga, kwa sababu hatujajielewa kwa nini tunarauka kupanga foleni ya kisiasa. Tusipo jifunza na siasa hii ambayo iletwa na Gen Z, bado taramba Mjaluo another 400 years coming. Tafakari ya babu Wajaluo wenzangu, tafakari ya babu Muluya mwenzangu. Tuache kukua tools ya Kikuyu, tuache kuwa tools ya Kalenjins.